Niwakaribishe tena katika kipindi chetu cha uchambuzi wa diwani yetu pendwa ya mwandishi Christopher Mwashinga. Diwani yetu inaitwa Asubuhi ya Matumaini. Niwakaribishe kwenye mwendelezo wa sehemu ya 5 tunapokwenda kumalizia uchambuzi wa mashairi yaliyobaki katika eneo hili. Na mashairi tunayokwenda kufanyia kazi kwa siku ya leo ni mashairi takribani mashairi 10 ambayo tutayafanyia kazi. Shairi la kwanza linaitwa Akili Nyingi. Alafu shairi lingine linaitwa Upendo ni Kama Jua. Shairi lingine linaitwa Chiriku. Shairi lingine linaitwa Usiogope Moyo Wangu. Shairi la 60 linaitwa Jambo Lina Jambo. Shairi la 61 Analia Nyau Nyau. Shairi la 62 Jembe Halimtupi Mkulima. Shairi la 63 Kwa Mungu ni Shwari. Shairi la 64 Wali wa Kushiba. Na shairi la 65 Nifumbue Macho. Shairi la 66 Mtoto Wako Mlee. Kwa hiyo haya mashairi ndio tutakayo kwenda kushughulika nayo kwa siku ya leo. Sasa katika kipindi hiki tutaanza kupitia kile ambacho mwandishi amekiwasilisha kwetu kwa tungo mbalimbali. Na hivyo katika uchambuzi huu tunakwenda kuyaeleza kwa upana yale ambayo mwandishi ameyaeleza kwa beti chache katika tungo zake. Na hivyo ni kualike uambatane nami katika uchambuzi huu, na yale ambayo tutayapata basi yawe msaada katika maisha yetu. Shairi la 56 la Akili Nyingi, mwandishi anajaribu kutuonyesha namna ambavyo watu walio na elimu, watu walio na mamlaka, watu waliosoma, wasomi, wanavyofikiri matumizi ya akili yanaweza yakawa ndio suluhisho la maisha yote kwa ujumla. Kufikiria kwamba kuwa na akili nyingi una uwezo wa kuamua maisha na hatima ya wanadamu wengine. Na hivyo tumekuwa na watu ambao wanafikiri wanapokuwa katika nyadhifa mbalimbali za kimaamuzi, basi wao wana akili sana kuliko wale wanaowaongoza. Mtu anapopata nafasi ya uongozi au mtu anapopata nafasi ya kuwa wa kwanza kwenye jambo fulani, na yaweza kuwa tukamtegemea kwamba huyu mtu ana maarifa ya kutosha kwenye jambo hili, basi anaamini yeye ni bora kuliko watu wengine wote. Katika mstari wa mwisho kituo cha shairi hili, mwandishi anasema hakika akili nyingi huondoa maarifa. Na hivyo msisitizo wake ni nini? Msisitizo wake mwandishi anatuambia kwa mara zote akili haiwezi kushindana na asili. Kilicho cha asili ni cha asili. Huwezi ukatumia akili yako ukaenda kujenga nyumba kwenye mchanga kwa sababu wewe una akili, afu ukategemea hiyo nyumba itastahimili wakati wa mvua. Asili itabaki kuwa asili na akili itabaki kuwa na akili. Kwa hiyo matumizi ya akili yazingatie asili. Ukiamini kwamba kila kitu ulicho nacho unapotaka kukitumia kupitiliza kinaondoa maarifa ulionayo. Na hivyo katika ubeti wa 3 mwandishi anasema huondoa maarifa, hilo nalo liko wazi, husababisha maafa na kuleta kiangazi. Mzima aweza kufa kwa kukosa uongozi, akili nyingi huondoa maarifa. Kwa hiyo mtu anafikiria ya kwamba uongozi, anaamini kwamba yeye anaweza kuwa kiongozi, lakini kwa kukosa tu uongozi anajiua. Fikiria, huyu mtu akili yake ina akili kweli? Basi chochote tunachoweza kukifanya
Hebu tusifikirie kwanza kwamba wale wanaoongozwa au tunaowaongoza wao hawana akili wala hawana maarifa. Yaweza kuwa wewe una akili kwa katika eneo fulani, lakini ni mjinga kwenye eneo lingine. Na wale tunaofikiria ni wajinga ni waerevu na wana maarifa katika eneo lingine, na sisi ni wajinga kwenye maeneo hayo. Mungu atusaidie sana. Shairi linalofuata ni shairi la 57. Anasema upendo ni kama jua. Kwa hakika upendo ni nuru. Upendo ni mwanga. Upendo unaleta raha. Upendo, sehemu yenye upendo, nyuso zinapendeza. Kwa hakika kila tendo unalolifanya palipo na upendo linaamsha hisia za furaha ndani. Upendo ni kama jua. Sehemu yoyote iliyo na giza, mwanga unazuka. Upendo ni kitu cha thamani sana. Tena upendo unaotoka ndani, upendo wa Kristo. Tunapokuwa na upendo, tunaweza kuweka hali kuwa shwari katika maeneo mbalimbali ambayo tunafanya kazi. Hebu tuwe wapatanishi. Tuonyeshe upendo wa Kristo katika maisha ya watu wengine. Upendo tuliopewa na Kristo kwa kufa msalabani kwa ajili yetu. Upendo huo yatupasa tuuishi na kuuonyesha katika maisha ya watu wengine. Shairi linalofuata linaitwa Chiriku. Chiriku wewe ndege chiriku. Taswira ya chiriku inamrejelea mwanaume au mwanamke au mtu yoyote ambaye ni mtu ambaye ametenda mambo mengi ya ubatili katika ujana wake. Na hata bado amezeeka, anaendelea na maisha ya ubatili, uzinzi, kubadilisha vijana wadogo. Hajioni kwamba umri wake umemwacha huyu chiriku, lakini anajiona yeye bado ni teenager, anajilinganisha na waseja. Yale anayoyafanya maisha ambayo yangefanywa na wajukuu zake, yeye ndiye anayekomaa kuyafanya sasa hivi. Ndio hawa huko mjini tunasikia watu wanaitwa washangazi, kuna watu wanaitwa masponsa. Ni watu wazima ambao wameshindwa kuishi utu uzima wao. Wanaamini katika maisha ya ujana ili hali umri umeshawaacha. Mwandishi anamkumbusha Chiriku, kabla hajapotea katika dunia hii, anapaswa kurudi kwa Mungu na kulitii neno la Mungu. Chiriku bora utii. Kamwe hutazimaliza raha za dunia hii. Akili zako tulia, acha huo usanii. Chiriku unakumbushwa. Raha za dunia hii tangu ulivyozila ukiwa kijana na mpaka mzee zinaendelea kuongezeka. Na utakufa hujazimaliza. Jambo la pekee, kuna wakati unapofika, tambua ya kupasa kurudi kwa Kristo na kuishi katika upendo wa Kristo na kuyafanya yanayompendeza Mungu. Hebu tathmini maisha uliyoyaishi ya ujana wako. Tathmini maisha unayoyaishi katika uzee wako. Je, lipo tumaini? Utakapokufa, ipo asubuhi kwako? Mwandishi anachojaribu kutumia taswira ya chiriku ni kukumbusha kila mmoja wetu nafasi aliyo nayo ya kufanya mabadiliko. Shairi la 59 anasema usiogope moyo wangu. Moyo ijapovuma tufani, bahari ijapochafuka, changamoto zinapotokea, watu wanapokosa tumaini, tumaini lako pekee ni moja: kumkumbatia Yesu Kristo. Hofu yako ni kama koti lililochakaa, litundike tu huko juu ya mti. Vaa ujasiri wa Kristo, kabidhi maisha yako kwa Kristo, mpe Yesu maisha yako na yeye atakusaidia. Huna haja ya kuendelea kusitasita katika maisha ya dhambi. Huna haja ya kubaki kuwa mtu mwenye hofu. Changamoto kweli zipo, lakini ushindi ni hakika katika Kristo. Shairi la 60 anasema jambo lina jambo. Chochote kile unachokiona kinang'aa si dhahabu. Yaweza kuwa vikatupa furaha ya muda mfupi, lakini mwisho wake ni maumivu. Yale yanayoonekana yanakuja kama mazuri, lakini nyuma yake yamebeba hatari kubwa ya maisha yetu. Tunapata furaha za kitambo kwa mambo ya ulimwengu huu,
lakini baada ya furaha ya kitambo, uangamivu wake ni wa milele. Haya mambo tunayokutana nayo, tunayoyafurahia, hebu tuyaangalie kwa upande wa pili, ni kwamba yamebeba nini? Hatima yake ni nini?